unanisumbua. Tunataka kujua, maana ni miaka 1000 sasa imepita. Tunataka tujue hii ishara ni nini? Ishara mnayoisubiria ni moja tu, ya jua kupatwa kwa mwezi. Asante mkuu, tunashukuru, na sisi tutaisubiria hata kama ni miaka 1000 mingine. Samuda. Salama mume wangu. Za utokako? Huko ni salama. Vipi? Maana nimekuja kuambiwa nataka nielekee shamba. Vipi, umepika chakula gani? Sijapika kitu baba. Sawa basi tuje kusaidiane mbio hapa tu nani. Pika la kawaida. Tunajua kama saidiano bwana. Yaani leo uko vizuri sana. Kwa hiyo nikaona ngoja nimsubiri mume wangu ili aje nisaidie. Haya sawa. Madefo nao hayo kama ko. Bwana mzee wangu, Mheshimiwa Barozi, sisi tumekuja hapa. Huyu ndugu yetu huyu bwana Mabara tunamdai hela yetu 25,000. Tumemfanyia kazi ya kufyeka manyasi. Mpaka sasa unavyoona miezi 6 imeshapita. Kila siku tukienda anatuzungusha na tumuelewi mwafaka wake unafikia wapi. Kwa hiyo tumekuja kwa mheshimiwa hapa Barozi, tunaomba msaada wako tusaidie ili tujue bwana ndugu yetu Mabara hela yetu atatupa lini? Yangu unasikia? Mheshimiwa, mimi nimewasikia. Ni kweli bwana anachosema. Niliwapa kazi ya kufika majani. Lakini kama unavyoelewa mheshimiwa, hapa kijijini kwetu nilipata matatizo nikaondoka. Lakini nilivyorudi wameniona kweli, wakaniita, lakini kawaelekeza matatizo niliyopata. Lakini ndugu zangu bado hawajanielewa na nimewaahidi baada ya wiki moja nitawapatia pesa yao. Lakini bado kwa Mungu. Maelezo unathibitisha? Ni kweli alituahidi wiki moja, na kwa tumekuja hapa tunaamini kupitia wewe hela yetu tutaipata. Basi haina shida. Unajua ugonjwa wa mwenyekiti? Yaani mama, kwenye hiki kijiji sio ugonjwa tu wa mwenyekiti. Alafu kwenye mkutano alikuwa mzima. Kweli? Hii tatizo limetokea. Sasa huu ugonjwa gani wa ghafla jamani? Wanasema ana hali mbaya. Yuko wapi kwanza? Ndugu yangu Kitu. Ili swala la mwenyekiti linanichanganya kichwa. Sielewi kabisa. Mimi sielewi hata mwenyekiti anasema. Sema nini? Yaani hata jana tulikuwa naye pale dakika mwisho juu. Alafu mazingira yetu yalipotoka basi sielewi. Alafu yaani hata sielewi. Yaani ni jambo la ghafla. Au ndugu yangu utakuwa unafahamu kuhusu hilo? Wazee mimi sielewi chochote. Yaani mwenyewe Dada? Dada?
Nimesikia. Ungejichanganya toka wanawake wenzako. Mbona umejitenga? Kusielewi chochote yani. Kwa sababu tumefika hapa sielewi chochote kinachoendelea. Ndugu yangu hili lishakuwa changamoto. Yani hili jambo unajua ni sielewi kabisa. Oye Mabala. Oye Mabala. Huyu sio maji. Mwacheni kidogo nafasi kidogo hewa ingie. Huyu nitakuwa mtafuta kitu cha kumpepelea. Mwacheni kidogo nafasi hewa ingie. Mbeleni. Mabala. Mwache tulieni kwanza nani. Jamani. Shida nini ndugu yangu? Vipi? Mabala umekutwa na nini? Mabala. Shida ni nini? Ongea baba. Mabala. Kipi kimekukuta? Eti Mabala. Shida nini ndugu yangu? Shida nini? Nini baba? Uko sawa? Kabisa. Hakuna chochote kilichokukuta? Yaani hiki kijiji jamani ndio Kinahitaji maombi kijiji. Maombi. Kwanza changamoto zimeanza lini jamani? Mambo ya ajabu. Yaani mpaka kitu tunajadiliwa. Tunajadili la mwenyekiti hapo. Yaani hapa ni maombi. Lakini waombe kijiji hiki, kijiji kiombe. Yaani mwenyekiti alikuwa mzima kabisa. Alikaa safi kwenye mkutano. Mimi nachoona mambo ya mila yanatibika kwa mila. Wananchi, habari ya leo? Sawa. Poleni sana kwa mambo yalitukuta. Tushapoa. Najua mnafahamu, mna siku nyingi sana kwamba kiongozi wetu anaumwa na hamjui nini anachokiona. Ndio. Lakini inapendeza sana ikiwa mfahamu kwamba kiongozi anaumwa na siku ikifika akipona tutakuja kuongea naye kama leo niliposimama kama mimi balozi wenu. Ndio. Sawa. Lakini naomba niwaambie hairuhusiwi mwananchi yoyote kuja kumuona kiongozi anaumwa nini, wala mimi au yoyote anayejua kutangaza siri ya kiongozi nini anaumwa. Na lakini kemeo nalotaka kukemea, nataka niseme kitu kimoja tu. Kuweni wapole, siku atapona kiongozi wetu atakuja kuzungumza na nani? Na sisi. Mjumbe unasemaje? Mimi na kazi hapo ndugu wananchi. Hauruhusiwi kutoa siri hii kwenye kijiji cha jirani au popote pale mpaka hapo tutakapotaarifiana tena. Hiki kijiji chetu cha Kizingani kinatakiwa tuwe tuna siri ya umoja wetu sisi mpaka hapo mwenyekiti wetu atakapopata nafuu na kurejea tena. Tunajua ni mgonjwa na ibaki kuwa siri yetu. Ndio. Baada ya kusema hayo, tunahitaji maombi yenu. Sisi sote tuwe tuna maombi kumwombea nani? Kiongozi wetu. Ninashukuru sana. Mheshimiwa mama mwenyekiti, wale watu ulioniagiza ni watafute, hawa ndio watu sahihi wanaweza kufanya ile shughuli kuweza kuendelea waandae. Sawa, nashukuru. Natumai umeniletea watu sahihi na kwa muonekano unajua watu nitafanya nao kazi vizuri sana. Wakina mama wenzangu, kazi niloiteni hapa wakina mama wenzangu iliyoko mbele yetu ni kazi moja tu. Natakiwa tupate ramani ile ya zamani. Ramani ile ya zamani ndio itakayotuongoza kupata njia ya kufungua milango miwili. Hiyo milango miwili ndio hiyo ambayo itakayotupeleka kufikia mpaka kwenye kile kitabu ambacho tunakitafuta. Sawa mama wenzangu?
na hii inakuwa ni siri yetu kati ya mimi na nyinyi. Yaani siri hii inabaki kuwa ya mimi na nyinyi tu. Hakuna mtu yoyote anayetakiwa kujua siri hii, na hakuna kutoa siri hii, itabaki kuwa ya kwenu pamoja na mimi tu. Sawa? Muda mwingine nikiwahitaji naomba mje haraka sana, sawa? Yaani msikose kufika hapa. Sasa nyinyi mtaondoka, ila chifu na muongezi na wewe na mimi baki. Sawa mama. Kucha kumbuka. Sawa mama mwenyekiti, unanipatia majukumu mazito sana, ambayo majukumu haya atakayoyafanya chifu yule ambaye tayari aliteuliwa na wazee wa zamani, ambaye yeye ana nguvu zenye uwezo. Yeye najua kwamba haya majukumu wewe utayaweza, na hii kazi nitakupa wewe utaiweza tu, kwa sababu ule chifu aliyekuwepo, yule chifu ni msaliti. Wale wazee wa zamani walikuwa hawajagundua hilo. Mimi nimeligundua hilo, na ndio maana simuhitaji ule chifu wa zamani, na ndio maana nimekuteua wewe. Kazi hii utaifanya wewe, na kwa muda mwingine nitakuita ili nikupe maelekezo mazuri. Swala ile chifu ya zamani naomba uniachie mimi, sawa? sawa mheshimiwa. Sasa nitakuita ili nikupe maelekezo mazuri. Nitakapokuita ninaomba uje haraka ili tuyajenge kuhusu masuala ya chifu. Na sitaki tena tuongelee habari ya chifu au mimi. Dada. Mambo vipi? Poa. Na kuonagaonaga tu nini kwenye kijiji chetu. Sijajua unaishi wapi, nilikuwa napenda si unajua tufahamiane nini. Kwani mimi ninapoishi hapa nakuhusu nini? Sio pana nihusu nini, si binadamu, si unajua Mimi nikilijua jina lako, wewe ukilijua jina langu, si unajua Bwana Juma. Kaka, hebu jaribu kufuata maisha yako, usinifuatilie. Unasema nini? Chula mwenyewe na mwana wewe koma, mimi sio chula. Chuma. Wacha kama mnajichekesha mikazo zero. Chinawi. Chinawi. Hebu fanya haraka bwana. Wewe mtu unakaa mpaka minyoo ikatae tumboni. Kuendekeza njaa tu. Kwani njaa umeikatia tiketi hiyo? Tazama sasa, anaita kitu kimoja. Kwa hiyo uko unatakaje? Fanya shuta. Na mikono miwili. Watu tuna njaa bwana. Vipi wewe? Mke wangu kuandaa maji haka. Hata kama umepika wewe, lakini wenzako wanasaidiaga wake zao, mume wangu. Kenye kama kadogo hivi. Unakazana kunilisha mimi vyakula haya, mwili unakuwa mkubwa hadi nakuwa mvivu. Alafu hapo anze kusema nafikiri mambo kama haya msosi huu mpunga mpya. Basi ndio tule na wewe, maana ukianza kuusifia chakula kuendekeza njaa huyu. Msosi mtamu. Alafu umenenepa sana. Nimetoka nyumbani mbao. Wewe ndio umenenepesha. Kweli huu mchele mtamu. Tonge la kwanza alishwa mume. Ndio maana bwana hata mwenyekiti wangu ananiambia kila siku kwamba mwanamke yule hatari. Mambo sinaona hivyo. Limbwata, unajua nalokupa. Mahaba.